nini yanahitaji nidhamu? Kwa sababu nidhamu ya kiroho huwa inasaidia kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Yaani kama hautaweza kujenga nidhamu katika maisha yako, maana yake huwezi kuimarisha mahusiano yako mazuri na Mungu, kwa sababu mazingira yanayotuzunguka huacha nafasi ndogo sana ya ukuaji kiroho, huacha nafasi ndogo sana ya maendeleo kiroho. Kwa hiyo tunahitaji kujenga nidhamu katika maisha yetu ili tuweze kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Hilo ni jambo la muhimu sana. Na tunapozungumzia nidhamu, pia ni vizuri kuelewa kuwa tunazungumzia nidhamu kama asili ya maisha ya Kikristo. Nidhamu iko ndani ya asili ya maisha yetu, na hakuna chochote kinachoweza kutimizwa bila kuwa na nidhamu katika mambo yote, iwe ni maisha yetu ya kawaida, mipango ya kimaisha na kadhalika, inahitaji nidhamu. Nakumbuka tulipokuwa na wiki la vijana, mmoja wa walimu alifundisha historia yake fupi, akasema alipata kazi ya ulinzi na akawa analipwa mshahara kidogo, lakini kwenye ule mshahara akawa anakula mara moja kwa siku, akiweka akiba ya fedha ili aanzishe biashara. Ile ni nidhamu, kwa sababu alikuwa anaweza kula hela zote, lakini anatumia kidogo na anaweka akiba. Kwa hiyo nidhamu haihitajiki tu kwenye maisha ya kiroho, hata yale maisha ya kimwili pia yanahitaji nidhamu, na hii nidhamu inatusaidia kuweza kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Sasa ninapoendelea kutazama nidhamu ya kiroho, kimsingi hasa nidhamu ya kiroho ni tabia zinazoongeza ukuaji wetu wa kiroho. Hilo unahitaji pia kulielewa. Ni tabia zinazoongeza ukuaji wetu wa kiroho na kutuwezesha kukua na kukomaa. Kuna tabia ambazo zinakuwa ni nidhamu. Hizi tabia zinakusaidia kuongeza ukuaji wetu wa kiroho. Ukuaji wetu wa kiroho kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine kuna tofauti. Sasa tofauti ya ukuaji wetu wa kiroho sio miaka ya kuwa ndani ya wokovu, ila tofauti yetu inatofautiana na bidii tulizo nazo katika maisha ya imani. Inawezekana mtu akaokoka ndani ya muda mfupi ukajikuta yuko mbali sana, na mtu mwingine na miaka mingi ukajikuta bado anasuasua. Sasa kwa wale ambao wanaendesha vyombo vya moto, ukikutana na mtu barabarani haonyeshi mwendo unaotaka wewe mbele yako, huwa tunawasha indicator. Unapomwashia indicator unamwambia nipishe, nipite. Na driver msalamu ukimwashia indicator atakuwashia na indicator kukuruhusu kumovertake. Then utakwenda kwa mwendo unaohitaji. Katika maisha ya kiroho pia, ukiona mtu anasuasua, mwashie indicator. Mwambie mimi natamani kuwa mwombaji, natamani kuwa mtumishi, natamani kuwa msomaji mzuri wa neno. Kama uyawezi haya, niwashie indicator. Nataka kupita niende mbele. Hata kama angesema huyu tunamjua, tulimtoa mapepo wenyewe, kumtoa mapepo sio issue. Lakini tayari yalishamtoka. Sasa ana spidi, na kama wewe huendani na spidi yake, manake mpishe apite. Kwa hiyo ukuaji wa kiroho unahitaji bidii, sio miaka. Naomba tusome Waebrania 10:12. Waebrania 10:12.